Kuhusu hilo ameshakwambia? Maana shangazi yake ana mashambulizi ya uchawi. Nashukuru kwa kulifahamu hilo pia. Sasa kuhusu changamoto zake, mimi nilikuwa nakuomba hizo niachie mimi na yeye. Tutapata muda wa kukaa na kuzungumza. Mimi naamini tu yote tutaangaliza. Hakuna kitu chochote kile kitachoharibika. Rafiki wa mpenzi wangu, sawa? Ila haina shida. Cha msingi tunaombea maisha mema. Okay. Nashukuru sana kwa kunipatia muda wako kunisikiliza. Asante. Ona dunia sio mbaya, walimwengu ndo wabaya. Hata nikisema niishi sijui nitaishi nao vipi. Hata nikisema niishi sijui nitaishi nao vipi. Shemeji. Wow. Sio kila unachokiona kinapaswa kushikwa. Wewe si shemeji yangu lakini. Shemeji yako kwa nani? Si kwa Naza rafiki yangu ule. Siku ile ni ulimuita yeye, mimi nikataka kuja ukanizuia. Leo tena umenisahau. Leo umenisahau tena shemeji yangu. Katika hii dunia vinaishi viumbe vingi sana na viumbe vya tofauti sana. Kweli wanawake warembo huwa mna shida sana. Sio kwamba labda nilitaka kukuwao kwamba nahisia na wewe au nakutaka. Ila tu nilitaka kukuwao kwa sababu wewe ni shemeji yangu, kwa rafiki yangu. Sasa leo tena dadangu, mimi sikuwa na nia mbaya wala sio kwamba yani kama nilivyokuambia nakutaka. Mimi wewe ni shemeji yangu, nitakuheshimu kama shemeji yangu. Sasa unavyonikuwa unaniambia maneno mabaya, wewe unaona labda mimi nakutaka shemeji yangu au nataka nije nionekane mbaya kwa rafiki yangu kwamba nakutaka wewe. Stop. Sitaki kusikia chochote kuhusu wewe wala familia yenu. Unaweza ukanishika ukapata bahati. Na pia unaweza ukanishika ukapata matatizo. Ila ni bora ukapata hiyo bahati, mimi nitapata amani. Lakini ukipata matatizo, unaniingiza mimi katika shida na nitaingia katika dhambi kubwa sana. Kuwa makini katika hii dunia. Sio kila kitu cha kushikwa. Mimi naondoka. Asante. Lakini sawa, ila kuwa makini. Kaniumbua mchana. Kwa sababu gani? Haupasi kujua. Hilo tu. Unaniacha njia panda? Kuna nini kilichotokea kati yangu mimi na wewe? Sha. Au shangazi? Maana shangazi nayo ni changamoto. Mwenyezi Mungu nakuomba. Kama tatizo hili linatokana na shangazi mpaka kufikia hatua ya watu wote kutususa, nakuomba liishe ya Rabbi. Sasa hivi sana nipigia nini? Hii ni message senti. Kamwambia rafiki yako aache kutembea na mwanangu. Ukamwambia rafiki yako aache kutembea na mwanangu. Nisikilize kwa makini. Mwanangu achezewi na mtu yoyote. Mtu yote anayetembea naye kinachomkuta asishangae. Umenisikia? Toka hapa.
Jefa. Vipi ndugu yangu? Mbona wangu kama hivi? Kuna shida gani? Kuna tatizo gani rafiki yangu? Ona sasa huu ubishi wako. Nilikwambia chana na yule msichana. Hukutaka kunielewa. Unaona sasa shangazi yake leo kanipiga makofi. Tena kanipiga makofi yenyewe ya kishiriki. Jefa, hivyo inakuja akilini kweli? Yaani kosa nifanye mimi, uje kupigwa wewe. Hilo kweli unafikiri liko sawa? Na mimi nipo katika hiki kijiji. Kwa nini asinifuate mimi mwenyewe mpaka kufuate wewe? Jefa, kama kuna kitu ulichomkosea bwana, hizo ni habari zenu nyinyi wenyewe. Mimi hata sihusiki rafiki yangu. Ningekuwa nimemkosea mimi lazima angenifuata. Mimi ananogopea nini mimi? Ngoja, mimi ananiogopea nini mpaka asinifuate mimi? Bwana, kama umemkosea usinisingizie mimi ndugu yangu. Hizo habari zenu nyinyi wenyewe. Na mtazimaliza nyinyi wenyewe. Mimi sipo. Ona sasa ubishi wako ulivyo. Tena alichosema yale makofi ni kama message sent. Ina maana kaniambia nikufikishie wewe ujumbe. Achana na mtoto wake. Ukiendelea kuwa kumfuatafuata yule mtoto, kitachokukuta ni makubwa kuliko leo nikuta mimi. Sikiliza Jefa, wewe labda umemkosea kivyako, sio kwa sababu yangu. Kama ningekuwa nimemkosea mimi angenifuata moja kwa moja. Mimi ananiogopa nini yule mama? Fikiria, kama kuna kitu umemkosea basi hiyo juu yako. Sio mimi. Msiniogope. Kaka, anachokisema huyu ni kweli, upo sahihi. Ni kweli amepigwa. Na kati amepigwa nimeona, japokuwa sikuwa katika hilo eneo. Kumbe unatokeaga hivi Au na wewe ni wale? Kumbuka kwani nilikuambia kwamba muda na wakati ukifika utanijua mimi ni nani. Na muda wenyewe ndio huo. Ila ninachowashauri, urafiki wenu haupasi kufa. Na wewe upasi kumwacha yule binti. Na urafiki wenu hauwezi kufa kwa sababu ya mambo madogo kama haya. Mimi nipo nitawasaidia. Wewe punguza mdomo. Huo mdomo wako ndio unakuponza. Unakumbuka nilikwambia kwamba sio kila mtu akupapatikiwa na sio kila mtu anapaswa kushikwa. Umeona leo kilichokukuta? Halafu msiogope. Mwabuduni sana Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yupo atawasaidia. Na Mwenyezi Mungu humsaidia yule mpenda haki na yule mtenda mema. Ishini katika njia za Mwenyezi Mungu. Mkiyatenda yaliyo mema, hakuna kitu chochote kibaya kitakachowatetelesha. Shikamoo shangazi. Marahaba. Karibu. Au nikupe kigoda ukaya? Hapa kunatosha. Shangazi. Samahani lakini. Mimi nimekuja kwa uzuri tu. Sijaja kwa ubaya. Lile kofi ulionipiga siku ile liliniuma sana. Kwa sababu mambo yenu mimi ilikuwa yanihusu. Na pia mnaniingiza kwenye mkumbo ambaye mimi wanuhusu kabisa. Shangazi, naombeni mimi mnisamehe. Naombeni pia mniache, yani msiniingize kwenye huo mkumbo. Nyie mambo yenu malizaneni wenyewe. Sawa, mimi nimekusamehe. Ila mwambie rafiki yako asifuatilie familia yangu. Endapo atafuatilia familia yangu na wewe utahusika. Sasa mimi nitahusikaje shangazi? Nitahusikaje mimi? Mambo yenu na mimi yanahusu nini? Ndio maana nimekuja kukuomba samahani ili mmalizane wenyewe. Hata kama yule ni rafiki yangu mimi. Yule ni mgumu sana kuelewa. Nimeshamwambia zaidi na zaidi lakini ameshindwa kunielewa.
Bora nyinyi mmalizane wenyewe. Mimi mambo yenu hapana. Shangazi, niko chini ya miguu yako. Kwa hilo naombeni tu mnisamehe. Hapana. Wewe upo katika mkumbo mmoja na yule rafiki yako. Lazima utahusika tu. Unanielewa? Sipendi mtu yoyote afuatilie familia yangu. Inaniuma sana moyoni mwangu. Kile nataka kulifanya, mnaniharibia. Nakwambia toka hapa sasa hivi. Ondoka! Wasi kama toka! Toka! Hani sijui wakoje. Tena nataka kulifanya, wanakuja wananivurugia mbele. Tena nataka kulifanya, wanakuja wananivurugia mbele. Yaani sijui nifanyaje sijui. Yaani hata hapa kichwa changu ananiumiza sana. Mambo yangu hayaendi sawa. Yaani siku nitaka kumkamata, nitamfinyanga finyanga. Kama hila. Kuna chuki binafsi, avisa vya uchawi, aswa mapenzi. Lakini haya mapenzi yananiumiza mimi, yananiumiza. Piga ua, siwezi kukupoteza wangu kipenzi. Piga ua, siwezi kukupoteza wangu kipenzi. Waambie wajue kuwa nakupenda wewe. Shangazi Mwajuma, si nimetoka kuongea na wewe nyumbani kwako. Mara hii umefikaje hapa? Salma, nashukuru sana mpenzi wangu kunikubalia ombi langu. Kwani hakuna siku adimu kama siku ya leo. Na katika maisha yangu, baada tu kukutana na wewe, sikuamini kabisa kama utakuja kunipa jibu la ndio. Kwa vile tu jinsi ulivyonipokea. Nilikuwa na wasiwasi sana. Naomba nikuahidi, nitakupenda mpaka tone la mwisho. Namaanisha mpaka pale Mwenyezi Mungu atavotuchukua. Ukianza wewe, nikianza mimi, au hata akituchukua wote. Na naomba ahadi yangu hii Mwenyezi Mungu aithibitishe. Kwa sababu yeye ndo mwenza wa yote. Inawezekana mimi nikataka kufanya hivi, lakini yeye Mwenyezi Mungu pia akawa na mipango yake. Ila nilikuwa naomba kwa wewe iwe kama chaguo langu au mtu ambaye Mwenyezi Mungu kaniandalia hapa duniani. Nakupenda sana Salma. Sawa. Usijali. Maana hata mimi pia namshukuru Mungu kwa kunipa mwanaume jasiri na mwenye upendo wa dhati kwangu. Na nakuombea kwa Mwenyezi Mungu akuepushe na shiriki zote mbaya kutoka kwa shangazi yangu. Mwanendo, mume wangu mtarajiwa. Amin. Nashukuru sana kwa dua yako. Allah atalifanya hilo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema yeye ni wa kuombwa. Na ukimuomba katuahidi tu atatupatia kile tunachokiomba. Kwa sababu kile tunachokiomba ni swala jema, basi Mwenyezi Mungu mimi naamini atalibariki. Salma, nakuomba nitunzie penzi langu. Haya kuhusu. Sasa na huyu unampiga amefanya kosa gani? Au na unataka? Mimi sitaki. Mambo yenu malizani wenyewe. Na pia niamini kwamba
Usijali. Mungu atakulinda kwa kila kitu. Na naomba sana jambo letu liwe jepesi sana. Ehe, mnafanya nini hapa? Jefa, unapataje ujasiri wa kuniuliza mimi nini tena hapa wakati nikiwa na mpenzi wangu? Shida nini kwani? Naza rafiki yangu. Wewe unaonekana akili zako hazifanyi kazi. Unaona kabisa shida zinatokea kwa sababu ya huyu binti. Lakini bado namng'ang'ania. Hivi Jefa, wewe ujasiri wa mimi kuniambia niachane na huyu binti unatoka wapi? Alafu iko vipi? Hiko unachokitaka wewe mimi siko sawa nacho. Yaani sikubaliani nacho. Mimi nahisi hata msemo pia upitii. Kumbuka kuna msemo unasemwa hivi, mtoto akililia nyembe muachie imkate. Basi wewe ifike kipindi mimi uniachie iko kiwembe kinikate. Sasa nataka nianze kazi. La simi. Naomba wakuu munipe nguvu zenu. Manaki watoto wadogo wananizalau sana. Na hiki naenda kukifanya itakuwa fundisho kwa wote. Naomba nguvu zenu wakuu. Nakwambia rafiki yangu, siku utakayekuja kusubutu kuniachanisha mimi na huyu binti, basi ujue siku hiyo ndo utakuwa maadui wakubwa sana mimi na wewe. Na mimi shiriki siogopi. Narudia tena kukwambia, mimi shiriki siogopi. Tuishi kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo mwenye mamlaka katika dunia hii. Sitaki nikusikie tena hilo neno unaloongea. Naza rafiki yangu. Shida ninazozipitia ni kwa sababu yako wewe. Nashindwa kulala kwa raha kwa sababu yako wewe. Unajua kabisa ubinti familia yao ni hatari sana. Leo wakati natoka kwake, nimetoka kuongea na yule shangazi yake. Nafika njiani namkuta kijana akiwa anachapwa na yule shangazi yake. Hebu jiulize kafikaje wakati mimi nilikuwa nyuma yake ndio nakuja nimemwacha kikiwa nyumbani kwake.